This is Inspector Dan Matakaya Sheshe, a 33-year-old police officer. Matakaya was not born with this frightening appearance. What you see is the result of a normal argument he'd had with his wife. One day, Dan and his wife had an argument about a house issue. He says it seemed a normal argument like any married couple, and later left for work. Tulimpoteza mtoto. Mtoto alikuwa na umri wa miezi 9 na alikuwa mgonjwa. Aliyekuwa mke wangu alikuja akaniambia ameshauriwa kwamba tunahitaji tupate mtoto mwingine. Ndiposa ile machungu ya kumpoteza mtoto imuishie. Lakini mimi sikuwa tayari sababu tulikuwa wachanga, naweza sema hivyo, because nilikuwa nimeona kama watu wanaingilia ndoa yetu. Nikiwa nimelala, yeye aliamuka na akanimwagia chemical. Baadaye ilichunguzwa ikapatikana ni acid. So alinimwagia kwenye uso na akatoroka. As soon as Dan stepped on the floor, he was electrocuted and fainted. Na alipomwaga aliconnect pia stima, ile heater akaweka kwa stima, akaiweka on na akamwaga maji kwa floor. So wakati nilitoka kwa kitanda nijaribu kutafuta maji ya kujimwagia, sababu nilikuwa nafikiria ni mafuta amechemsha amenimwagia. So nilipokanyaga kwenye sakafu nilihisi shock, nilifeel shock. So sababu ya hiyo confusion mimi sikuwa na la kufanya. Nilipiga nduru na wenzangu wakakuja wakanitoa, wakanikibiza hospitalini. Sasa hapo nikiwa kwa ward ndio daktari wa macho kuniangalia akaniambia, Dan, we are sorry, hautaweza kuona tena. So hapo ndio pia maisha ikakuwa ngumu, sababu ombi yenye nilikuwa nayo hospitalini ilikuwa kwamba Mungu tu anisaidia nikaone tena. So wakati daktari aliniambia sitaweza kuona tena, so hapo niligive up kwa maisha, nikaona maisha yangu imefika mwisho. According to Matakaya, his wife was arrested but later released on bail. Wakati alinimwagia alitoroka na ujui ilikuwa kambi, kulikuanga na ka shortcut. So alitorokea hiyo njia na hakuonekana tena. Hadi baada ya siku 2 ndio akajitokeza akajisalimisha kwa polisi. Familia ni support sana na ikashukuru Mungu sababu sikukufa. Hata waliniambia fadhali unaongea tunakuona au hujakufa. Ungekuwa umekufa hatungekuwa tunakuona. So walishukuru sana. Mamangu tuliishi naye sana hospitalini na anashukuru Mungu hata kwa uhai. Edward Miheso Muhammad is also a victim. His wife began the drama when his job as a carpenter ended during COVID. Nilifutwa kazi, yeye akawa kazi yake inaendelea. Ikawa mimi kuprovide kwa nyumba sina. Ile wakati anaweza kuja akuambia hii kitu kwa nini ichafanyika hivi, ukijaribu tu kumjibu kidogo unasikia amekuchapa. Na anakuchapa na kuambia hata sitalala hapa. Na anaambia watu wewe ndio umemchapa, lakini yeye ndio amekuchapa na amekimbia. Ilifika mahali extend mpaka anakupiga hata kofi. Na wewe kama mwanaume hakuna mtu unaweza complain. Una complainia nani? Ilifika mahali na si kuenda hata kuripoti kwa sababu ukienda unaokopa, unaweza enda ripoti mwanamke amekuchapa. Hiyo ni kama unaweza chekelewa. Men most of the times they don't talk about GBV. Belta Molinge is a psychologist from Dan Sheshe, a governmental organization that deals with men who have undergone gender-based violence in Kenya. According to her, there are triggers that leads to domestic violence. Emotional distress, that somebody is also having their emotional issues, they are having distresses in their life, because for sure we are all different. We have our ways of how we can manage our distress. We have a way of how you can manage an issue that is bothering you, but your capability is not mine and not the other person's. Every time it's like bottling up of what is happening. Probably it could be emotional distress from workplace. It could be distress maybe even from
something that you have carried from your childhood. Maybe something happened to you when you were a child and it was never addressed. So you're still carrying those emotional distress with you. And then you come in, maybe probably in a marriage, and you're still carrying all those things from your childhood. It's not addressed. And maybe in the marriage, in your relationship, some trigger comes in and it triggers you and you remember, oh, they're doing this because, or it just triggers, it is just in your subconscious mind. So any trigger would bring up what happened in the past, which was not addressed. William Karoki is a High Court lawyer. He explains reasons why such cases take long in courts and sometimes no justice prevails at the end. There is no specific crime which talks about husband battery, or it's specific that it's gender-based violence. It will only be assault or offenses against nature. Gender-based violence is viewed as a moral issue and not really as a legal issue. So whenever you go to these courts, most of the times the evidence will be missing because it will be the perpetrators are close members. And society would want you to compromise and settle out of court. So even the people who are supposed to be giving evidence, let's say on your behalf or your witnesses, might not want to come forward. According to Karoki, most people do not understand the law on matters human rights and what needs to be done in case of such cases. Immediately you are involved in such a situation, if you can take photos, please take photos of the situation. If you can record, please record. We have the Evidence Act, and there's a way we normally treat evidence which has been recorded by phones. So just make sure you keep your phone safe. The next thing that you're supposed to do, ensure that you go and get medical treatment and get the proper forms from a doctor. Then immediately go and report to a police station and get assistance. And then also, there are NGOs and there are other bodies like the National Gender and Equality Commission, which have provided toll-free lines. Matakaya says he has forgiven his ex-wife, but he is not going to abandon the charges against her. Since the incident, they've met severally in court, and when he asked her why she did that, all she said was that she was misled. Na nikaomba sana. Hata nikiwa mgonjwa nilikuwa hata nafunga naomba. So nikaomba sana, na siku moja nikaambia tu Mungu anipee nguvu tu ya kusamehe. Na siku moja niliamuka, nikapiga simu, nikapigia dada yake simu, nikamwambia ile kitu huyu amenifanyia, mimi nimemsamehe. Na nikamwambia mpee simu hata niongee, na nikaongea na yeye, nikamwambia ile yote umenitendea, mimi nimekusamehe, nimekuachia Mungu. Lakini kesi hiyo ni sheria itachukua mkondo wake. So hapo ndio nilifeel change. Hapo ndio nikaamini this power in forgiveness. According to statistics by Dan Sheshe Foundation, which is an ungovernmental call center that handles cases on gender-based violence in men, calls received between 1st and 31st July 2023 from men, Nairobi County was leading by 17%, followed by Bungoma and Kisumu with 11%, Kitui with 8%, Marsabit and Garissa with 6%, among others. Kweli nilikuwa nachukia, nimejiambia sitaingia kwenye ndoa tena. Nilikuwa nimekataa, lakini after kupitia ushauri na nini, nikajikubali ile niko, nika-embrace ile condition ambayo niko nayo. So nikajiambia pia nitaingia kwenye ndoa. Una maono kwamba utawahi oa tena ama unaogopa wanawake? Siwezi kaa hivi, bado mimi ni mjane. Na nitarudi kwa ndoa tena. Yeah. Una mpango? Mercy Tyra Murengu, K24. Wanaka mtu unaona uko nje. Bado